Mwokozi aliye haki yangu. Number 52. Nipe Biblia. Okay, we see 71. Okay, we see 71. Nipe Biblia. Tuende pamoja. Nipe Biblia, nyota ya furaha, Wapate nuru wasafirio, hakuna la kuzuia amani, kwa Yesu aliniokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nihuzunikapo, ukinijaza moyoni dhambi. Nipe neno nzuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi ya upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani, nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, taa ya maisha, mfariji tunapofiwa, unionyeshe taa ya mbingu, ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Asante. 163 Ekegusi. If you can go there, 163:20. Omonene digetike. Let's go. Kwa wale wako na Kiswahili ni 116. Oh, amen. Let's go. Omonene digetike, kiagerana komochere, asomore rona mache, osivyemo na kegima, osivye imenaisiko, gosa somo rero sivye, sencherende yonsivye, vive vique indiane,
Gokamono Konda bene Korenjenu Buya sende Onsibye imenaisiko Gosa somo Rero sibye Sencherende Yon sibye Bibe mikwe Imiane Bunenkoro Erenchenu Nenamara Reyobonge Nakiasovo Gilawo Borebito Ebichenu Onsibei Monaisiko Gosa somo Reronsibie Sencherende Yonsibie Vive bikwe Imiane Omonene Natemile Gotanga Yaranave Korembeti Konyarapi Wechenai Chomonyene Onsibei Menaisiko Gosa somo Reronsibye Sencherende Yonsibye Vive bikwe Amen. Aya Tustere, number 25, even as we welcome the speaker of the day, number 25, Ikigusi. Ande yonsi kanta. No, Number 25, pole. naye wogima bwane. Naye wogima bwane. Let's go. Naye wogima bwane Wabueto wiseye Orogen Dorandenseye Motoria Tarenaye Benaye Orogen Dorandenseye Motoria Tarenaye Tarimo Gokongo Saba Tindige Tobonenge Menemo Aseme Chando Wachei Tarenaye Chando Wachei Tarenaye Tangane Neyo Masunte Onimoke Eyambue Onane Nesoenaye Obogima Wataere Chando
Nashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kufuatilia katika mitandao yetu, watu wengi tu ambao wanaendelea kuandika, wengine katika sehemu mbalimbali kote duniani. Hapa tuko katika sehemu ya Kenyenya ambapo tunaendelea na crusade kubwa sana ambayo iko hapa kwa wiki mbili sasa, na itazidi kuwepo hapa hadi tarehe 30 mwezi huu. Kwa hivyo tunawakaribisha tena katika asubuhi ya maombi, ikiwa ni asubuhi ambapo tunapata mahubiri, mafundisho pamoja na maombi ambayo yanatusaidia kuanza siku kila siku. Kwa hivyo wakati huu ningependa basi kumkaribisha mtumishi wa Mungu Robinson Otieno, ili kwamba aweze kumkaribisha mtumishi Pastor Fadhili aweze kuzungumza pamoja nasi. Usisahau kwamba wiki ijayo pia kutakuwa na vipindi vingine ambapo tutakuwa tunahamasisha vijana, watoto pamoja na kina mama, ambayo itakuwa ni kongamano kubwa sana. Lakini zaidi wote tunawakaribisha katika huduma ya afya ambayo itakuwa ni ya bure tu wakati itakapofika wiki ijayo, ambayo tutakuwa na madaktari wengi ambao watakuwepo katika uwanja huu wa Kenyenya. Karibu sana ili kwamba uweze kubarikiwa. Asante sana. Asubuhi hii natamani ili kwamba tuweze kuomba tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Tuombe. Baba na Mungu tupendaye, Kristo wa neema zote unayeimbisha mioyo yetu, asubuhi hii tumejihudhurisha mbele zako tena kwa mara nyingine, tukiwa na kiu na njaa ya haki. Na kwa sababu wewe ni mkate wa uzima, tunaamini ya kwamba tutokapo hapa tutakuwa na shibe ya njaa yetu ya haki. Kwa sababu wewe ni maji ya uzima, hatushuku ya kwamba tutokapo hapa kiu yetu ya haki itakuwa imeshughulikiwa. Na kwa hiyo Bwana, sasa mtumishi wako anaposimama ili kwamba kaumege mkate wa uzima, kwa mara nyingine tena tunakusihi Mungu na Baba yetu, ukamtumie kwa namna ya ajabu. Nguvu itokayo mbinguni ikajae na kukoleza maneno yake. Anene tu yatokayo kwako Bwana, neno hilo likaweze kutafsirika vyema katika mioyo yetu, na tunemeshe kuenenda katika yale ambayo ni makusudi na malengo yako. Tusiondoke hapa asubuhi kama tulivyokuja, tuondoke kama tumejawa na uwepo wako, tuondoke kama imani yetu imezidi, na usikie ombi la mioyo yetu. Tunaamini Bwana, tusaidie kutoamini kwetu. Neema yako itutoshe sasa na hata milele. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mtumishi. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwakire buya Nyasaye nomya ama tukonzi. Basi nimefurahi kuwaona wale ambao mnafuatilia mahubiri haya kutoka mbali kule katika nchi za magharibi, kaskazini na mashariki ya mbali, wale ambao mnanifuatilia kutoka Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika ya Magharibi. Lakini tunashukuru kwamba wale ambao mnatufuatilia kutoka hapa nchini Kenya, na umati mkubwa wa wakazi wa nchini Kenya walioko kule Marekani na ulimwengu mzima kwa ujumla, Mungu awabariki sana. Leo tena tumekutana hapa na umati mkubwa, hata nashindwa kwamba nisimame nikiangalia wapi. Lakini huu ni ushuhuda kwamba Yesu anakuja tena. Wapendwa, Yesu anakuja tena. Na Mathayo 24:14, msomaji naomba usome fungu ambalo linatuambia nini kitakachotokea ili kuleta mwisho wa wakati. Nini ambacho kitatokea ili kuleta mwisho wa wakati. Tena
tena. Habari njema ya ufalme itahubiriwa. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Na hiyo habari itakuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ninaomba basi urudie tena maneno hayo na utasoma kwa lugha ya Kizungu. Naomba usome hayo kwa Kiswahili kisha tena utaenda kwa lugha ya Kizungu, na natamani niweke msisitizo mkubwa hapa ninapoenda katika neno la siku ya leo. Kwa Kizungu inasema, and this gospel of the kingdom, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and that will be the witness among all nations, and then shall the end come, and then shall the end come. Ebulia tena maneno hayo yenye kina chake kikubwa. And this gospel of the kingdom, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the shall world, be preached in all the world, for a witness unto all nations, and it shall be the witness to all nations, and then shall the end come. and then shall the end come. And this gospel of the word of God shall be preached in all the world, and it will be the witness. Na anasema habari hizi njema za ufalme zitahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda, na utakapoona habari zimehubiriwa, maandiko yanasema ule mwisho utakuja. Hakuna kitakachomaliza ama kuufikisha ulimwengu katika mwisho wake kama sio habari njema za ufalme kuhubiriwa ulimwenguni kote. Na hivyo hapa Kenya ni ushahidi kwamba wako tayari, wanaendelea kujiandaa, na wiki hizi mbili zinatumika. Na hata wewe ambaye unafuatilia mtandaoni, haya ni maandalizi ya ujio wa Kristo mara ya pili. Maana na habari njema za ufalme zitahubiriwa ili ziwe ushuhuda, na huo ushuhuda utakapowafikia ndipo ule mwisho utakapokuja. Ninawaomba watu wa Kenya tuwe tayari na tujue mwamko wa namna hii unapotokea, wa watu kuamka maelfu kwa mamia asubuhi, huo ni ushuhuda kwamba ule mwisho umekaribia. Ule mwisho umekaribia. Ajabu, kuna ambao bado wamelala. Kuna watoto tumewaacha nyumbani, majirani wamelala, wametulia pasi na kujua mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Nami natamani Kenya kupitia wiki hizi mbili, watu wa Mungu tuendelee kutembea pamoja, tukialikana pamoja, tukiamka asubuhi pamoja, tukija mchana na jioni pamoja. Maana habari hii njema ya ufalme itahubiriwa. Inahubiriwa kwa sababu gani? Inatakiwa iwe ushuhuda, inatakiwa iwe ushuhuda ili kila ambaye atasikia aandaliwe kwa ujio wa Kristo mara ya pili. Na ninaomba usiwache wanafamilia wako, huenda neno litahubiriwa ambalo unalifahamu, ila Bwana ametuma watoto wake hata Alhamisi ijayo, Alhamisi hii, yani kesho Jumatano, Alhamisi, umati mkubwa wa wageni unakuja tena kutoka kule nchini Marekani. Watu 17 wanakuja, wakitoka wa Amerika wanakuja ili kutuhudumia, wanakuja ili kuwa karibu nasi, wanakuja kutia nguvu kusema Yesu anakuja tena. Huduma zitatolewa za afya, lakini neno litahubiriwa kwa kina zaidi tena. Huu ni ushuhuda kwamba Kenya inaandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili. Lakini wale ambao wanafuatilia mtandaoni, huu ni ushuhuda kwamba Bwana anataka ujiandae, utoke katika dunia hii, maana habari njema ya ufalme inayokufikia itahubiriwa. Itakuwa nini? Ushuhuda. Na baada ya ushuhuda ndipo ule mwisho utakapokuja. Bwana asifiwe sana.
Amen. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu kama kuna mtu amenielewa, apunge mkono namna hii. Nenda ukawaambie watu, hii sio kawaida. Na hata unajua, niliitisha mwanzoni nikasema hii habari vile imekuwa kubwa, hii sio tena ya kumalizwa na Heaven Targeters. Hii ni habari ya kumalizwa na wana Kenyenya, kwamba na sisi tutaendelea kuamka, na sio kwamba itamalizwa na makanisa yetu tu yale ambayo yamebeba mkutano huu. Watu wa kila dhehebu, watu wa kila dini watafanya mambo makubwa kusapoti mkutano huu. Nilipokuwa Keroka, baada ya kuwa hata budget iliyoandaliwa ilikuwa imeenda bankrupt na watu wamekuwa wanaongezeka pale Keroka tu pale, niliona vyama vya wanawake kwa wanaume ambao wana viti vyao kutoka madhehebu mbalimbali, wakasema tunatoa viti vyetu, tutaviweka katika uwanja ili watu wakae, watu wazidi kubarikiwa. Ninaomba nitoe wito huu asubuhi ya leo pia, leteni hata viti mlivyo navyo, matenti mlio nayo, mkayaweke katika uwanja huu, maana kama Roho anakutuma kushiriki baraka hizi, usimzimishe Roho. Fanya hivyo ili kwa pamoja tumalize kazi hii ambayo itakuwa kubwa sana. Unajua, kadri siku zinavyoenda, viti havitaendelea kutosha, watu watazidi kujaa, umati utazidi kuongezeka, maana Yesu anakuja tena. Bwana nasema Yesu anakuja tena. Bwana, haleluya. Hebu nione ambao anasema kwa kweli niko tayari, Bwana nisaidie niwe tayari kwa ujio wake. Kwa hiyo endelea kufikiria vikosi mbalimbali ambavyo vinasikia habari hizi. Weka mbaraka bila kujali wewe ni nani, unatoka wapi. Maana nilikuwa naambia Heaven Targeters, nilikuwa naambia hata pastor, nilikuwa naongea na viongozi kadhaa hapa nikiwaambia mkutano unapoelekea, hata waliouandaa, nyinyi ambao mmeuandaa hamtauweza, maana Bwana anataka aite crowd, umati mkubwa kwa ajili ya kuandaa kwa ujio wake. Hebu tuombe kwa ajili ya neno la kipekee leo tena. Hebu jaribu kujiombea, mwambie Bwana nisaidie kukuelewa. Baba na Mungu wetu, watu wamekuja, umati umejaa, neno lako linataka kumwagika, wema wako unataka kuhubiriwa. Ninaomba ujitokeze katika crowd hii. Ninapoanza kuhubiri, ninaomba Bwana, kuna watu wamekuja hapa na machozi yao, wako watu wamekuja wakilia Baba, wako watu wamekuja wakilia, wako watu wamekuja wakilia. Ninaomba wafute machozi. Wako watu wamekuja hapa na hofu kubwa mno, wako watu wamekuja na maswali magumu mbele zako, wako watu wanaumia mtandaoni, wako watu wanaomba hapa live, wako watu wanalia mbele zako. Baba, ninaomba uwe mwokozi wetu. Baba, ninaomba uwe mwokozi wetu. Ikiwa kuna mtu amekuja hapa, aliingia hapa na nguvu za giza ili atishie mkutano huu, moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kama kuna mtu amekuja na uchawi hapa, yayuka, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tamalaki katika viwanja hivi. Ikiwa kuna mtu amenyweshwa dawa, ikiwa kuna mtu amechezewa michezo, Baba, ninaenda kinyume na nguvu hizo. Ninakataa nguvu za giza kwa jina la Yesu. Tamalaki viwanja hivi, kaa pamoja nasi
Simama na vyombo vyetu, tuongoze hadi mwisho. Baba, asante. Roho wako anaingia sasa. Roho wako anaingia sasa. Roho wako anaingia sasa. Roho wako anaingia sasa. Baba, asante. Asante kwa jina lako Yesu. Yeyote aliyekaa kwenye kiti hiki, ikiwa ni mgonjwa, aanze kusikia kiti kinageuka kuwa dawa yake. Uwanja huu unageuka kuwa dawa yake. Baba, unaingia katikati kwa dawa yetu. Yule mwenye madeni makubwa, mpe njia ya kulipa. Watoto waliopotea, wape nguvu ya kurejea. Tenda muujiza, tenda muujiza, tenda muujiza. Nikubalie niseme neno lako kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ndugu zangu, karibuni katika neno hili. Nitangaze kabla sijaendelea. Kesho nitafundisha jambo la pekee sana. Huwa Jumatano, Wednesday, ninafundishaga vitu vikubwa sana. Ikiwa kuna mtu ambaye hajafika hapa, kamwambie kesho nitafundisha kitu kikubwa sana. Nikisema hivyo ninamaanisha ukweli wote. Kesho asubuhi nitafundisha kitu kikubwa sana. Ni kweli jioni nitahubiri. Ni kweli nitaendelea na mahubiri haya, na yote ni muhimu. Lakini nimeweka msisitizo ili watu kabla wajaingia kwa soko waondoke na kitu hicho kikubwa sana. Ni Bwana asifiwe. Leo nataka tujifunze habari ya kipekee. Tukianza na kitabu cha Exodus, Kutoka. Exodus chapter 3 verse 14. Msomaji. Kutoka 3:14 maandiko inasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema mimi. Hebu rudia tena. Mungu akamwambia Musa. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mimi niko ambaye niko. Mimi niko ambaye niko. Yani akamwambia, nenda ukawatoe watoke Misri waende Kanani, na Farao akikuuliza mwambie mimi niko ambaye niko. Endelea. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko. Mimi niko kwenu. Mimi niko. Amenituma kwenu. Mungu amejitambulisha kwenye Agano la Kale. Anajiita niko ambaye niko. Yeye ni niko ambaye niko. Anasema yeye yupo, alafu tena yupo. Anajitambulisha, anasema yupo. Asubuhi ya leo, niko ambaye niko ndiye Mungu wetu. Nasema tena, niko ambaye niko ndiye Mungu wetu. Kuna kitu nataka ukielewe. Hebu basi naomba usome tena kitabu cha Isaya 7 mstari wa 14. Maandiko yanazidi kusema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, Bwana atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba.
bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Imanueli. naye atamuita jina lake Imanueli. Ninaomba usome kitabu cha Luka Mathayo 1 mstari wa 22 na 23. Nataka nifundishe jambo la kipekee hapa leo. Maandiko yanazidi kusema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hebu rudia tena maneno hayo. Tazama, Mathayo 1:23. Tazama, Nimesema usome 22 na 23. Samani. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hebu rudia, kuna watu wachache wameelewa, wanaanza kusema amen. Rudia mafungu hayo tena kwa uzito. Mathayo sura ya 1 aya 22 na 23. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Makenzi, badilisha hii maiki, alafu rudia tena pale msemaji. Naam. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana. Neno litatimia lililonenwa na Bwana Kwa ujumbe wa nabii likisema, sawa. Tazama, bikira atachukua mimba, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, alafu atamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Amen. Jamani, Mungu pamoja nasi. Amen. Kuna watu wanaendelea kuelewa. Ninaomba tena niende katika Biblia yako uelewe mambo machache. Yohana 15 fungu la 4 na la 5. Yohana Injili 15 mstari wa 4 na 5. Biblia inasemaje? Kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, sawa, lisipokaa ndani ya mzabibu, sawa, kadhalika nanyi musipokaa ndani yangu. Kadhalika nanyi musipokaa ndani yangu. Ninaomba urudi tena hayo mafungu. Kuna kitu kikisoma mtu ataelewa. Amina. Kaeni ndani yangu, sawa, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Hebu soma fungu la 7. 7 inasema, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Aya, kuna watu wananisikia hapa. Ndugu yangu msomaji, naam, ninaomba leo nisitumie muda mwingi, nataka neno la Bwana liseme lenyewe. Asante. Naomba nikurudishe nyuma tena. Anza Kutoka 3:14. Kuna mtu nataka elewe kitu cha ajabu hapa. Exodus 3:14. Soma pale. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Mimi niko amenituma kwenu.
Jamani, mimi niko amenituma kwenu. Hapa Mungu anajitambulisha kwamba ni Mungu ambaye niko, ambaye niko, niko ambaye niko. I am whom I am. Oh, I am whom I am. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Kwamba nirudi tena. Mungu anamwambia Musa, waambie Israeli, mimi ni niko ambaye niko. I am whom I am. Jamani, Mungu ni niko ambaye niko. Haleluya. Amen. Anatamka kwamba machozi ambayo mmetoa, kwamba mateso ambayo Israeli wamepitia, anatamka neno hili, Lamek, weka chorus moja fupi hivi. Najua neno la leo ni gumu sana pia, na shetani hana mpango wa kusikia, ila lazima asikie kwa jina la Yesu. Amen. Lamek, take charge, just one chorus. Nataka nirudi hapo tena kwa dakika chache na watu waende. 1, 2. Weka Roho Mtukufu. Roho Mtukufu. Twende. Mzee, piga ni wimbo namba 40. Sorry, I'm going there. Kwa Kiswahili. Yes. Roho, let's come. Roho Mtukufu, oshe moyo wangu, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Amen. Baba, naomba utamalaki mkutano huu. Ninajua nataka kusema mambo makubwa na shetani hapendi, ila ninamkemea tena kwa jina la Yesu. Ninamkemea tena kwa jina la Yesu. Amen. Ninamkemea tena kwa jina la Yesu. Amen. Acha usemwe hapa. Amen. Amen. Hebu tuende tena msomaji. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mimi niko ambaye niko. Akasema, ninaomba kwanza tuishie pale. I am whom I am. Mungu anatamka kwenye magonjwa yenu yote mlionayo asubuhi ya leo, anasema mimi ni niko ambaye niko. Anatamka kwa changamoto zako, anasema kama kwa Israeli ambapo niliona mateso yao nikajitokeza, ninawaambia mimi niko ambaye niko. Jamani, Mungu ni niko ambaye niko. Yupo, anasema nipo. Ukitoa machozi nipo, unapoteswa nipo, unapoumwa nipo. Mungu anasema yupo. Asubuhi ya leo Mungu yupo. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako Mungu yupo. Mwambie tena Mungu yupo.
Akawaambia Israeli, nimeona mateso yenu, nimeona machozi yenu, nimeona mnavyoteseka. Imani ya Mungu inahama kwa Musa. Anamwambia Musa, usiogope, nenda kawaambie Israeli, mimi niko ambaye niko, nimekutuma wewe. Ninaomba nikwambie, jifunze kuwa na imani ya kujua kwamba Mungu ni I am whom I am. Ukijua Mungu ni niko ambaye niko, utasonga mbele. Nasema tena, utasonga mbele. Wapendwa, utasonga mbele. Mungu yupo. Nasema tena, Mungu yupo. Wapendwa, Mungu yupo. I am whom I am. Unatesekaje? Unashindwaje maisha? Unakwama wapi? Pata imani. Pata imani. Uambie moyo wako, Mungu yupo. Nasema tena, uambie moyo wako, Mungu yupo. Jamani, haleluya. Bwana asema leo ninaendelea kuamini kwamba Mungu yupo. I am whom I am. Mwambie jirani yako, I am whom I am. Mwambie tena, mimi niko ambaye niko. Kuna kitu nakitengeneza moyoni mwako. Musa akaambiwa, usiogope, usiogope, nenda kawaambie Israeli. Tena nenda ukamwambie Farao, mimi niko ambaye niko, nimekutuma. Natamani hiyo imani ianze kuzaliwa kwangu asubuhi ya leo. Izaliwe kwako asubuhi ya leo, na kwamba Mungu ni niko ambaye niko. Watu wameteseka sana. Watu wamekata tamaa. Wamepoteza matumaini, maana wameshindwa kujua Mungu yupo ambaye yupo. Maana ya kauli hii ni nini? Mungu anajitangaza waziwazi. Anasema kwa ulimwengu, anawaambia Israeli, nilikuwepo mnavyoteseka, nimeona mateso yenu na nimekuja kuwasaidia. Na Bwana anasema amekuja kuwasaidia. Ninaomba nisome jambo hili ili uelewe maana ya I am whom I am. Soma Mwanzo 15 fungu la 4. 15:4, maandiko yanasema, nalo neno la Bwana likamjia likinena, sawa, huyu atakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Sawa. Endelea mbele msomaji, vipi? Akamleta nje akasema, sawa, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, sawa, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Endelea msomaji. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo ili kuwa haki. Akamhesabia jambo ili kuwa haki. Endelea msomaji. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana, niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo. Hebu soma fungu la 13 sasa. 13 inasema, ili tuende kwenye mada yetu, tuende pale msomaji. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. mingapi? 400. Jamani, muda wa miaka mingapi? 400.
400, alafu hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Rudia fungu hilo kwa uzito tena. Hata na taifa lile watakaowatumikia. Rudia fungu lililopita msomaji. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni. Uzao wako utakuwa namna gani wapendwa? Mgeni. Utakuwa namna gani? Mgeni. Alafu katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale. Nao watateswa muda wa miaka 400. Alafu hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali nyingi mno. Msomaji, usome kidogo. 15. Ndio. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Utazikwa katika uzee mwema. Tulia pale msomaji. Asante. Ahadi ya mateso ya Israeli ilitabiriwa tangu enzi za Ibrahimu, na ikaja kutokea Ibrahimu amekufa, lakini aliambiwa kwamba watateswa. Mwe na amani. Najua kinachoendelea, ila ushindi ni hakika. Amen. Nasema tena, ushindi ni hakika. Amina. Shetani alitabiriwa kwamba atawatesa Israeli pale Misri kwa miaka 400. Jamani, kwa miaka mingapi? 400. Kabla haijatokea, ila akaambiwa baada ya miaka 400 hataweza kuendelea kuwatesa Israeli, atanyimwa mamlaka ya kuwatesa. Alafu Israeli watatoka Misri, wataenda mpaka nchi ya Kanani kama Mungu alivyowaahidi. Ninataka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu ni ayamu ayamu. Anajua mwanzo na anajua mwisho wa matatizo yako. Alijua Israeli watateswa miaka 400, lakini aliahidi kuwa pamoja nao, na akasema baada ya miaka 400 atawatoa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Ngoja waweke vizuri. Nimesema kwenye mikutano hii uwe na amani. Nasema tena uwe na amani. Amen. Mungu wetu, ninaomba tena, maana nimeona kwenye neno hili kuna ukweli wa matatizo ya watu wako. Endelea kuliwekea nguvu ninapomaliza hivi kwa dakika chache sana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Musa akaambiwa, muda wa mateso uliopangwa wa Israeli umefika mwisho. Nenda ukamwambie Farao, saa ya kutoka kwenu imefika. Na asubuhi ya leo nataka niwaambie ya kwamba ni kweli tuna mateso ya aina mbalimbali,
Ni kweli tunapita katika mateso mbalimbali, ila tunatakiwa kuwa na imani ambayo inasema Mungu yupo katikati yetu. Yaani Mungu yupo katikati yetu. I am whom I am. Yupo katikati yetu. Yaani katikati yetu. Na mwaka wa 400 ulipofika, Mungu aliwatoa Israeli kwenye mateso yao. Ninamwomba Bwana katika mikutano hii ajitokeze kama I am whom I am. Jamani, haleluya. Agano Jipya linakuja likitabiriwa kutoka kwenye Isaya 7:14 kama ambavyo imesomwa asubuhi ya leo, akiwa anasema Isaya, sio tu Mungu ambaye ni I am whom I am. Sasa Mungu anavaa kitu kipya, anaitwa Emmanuel. Amen. Hebu wote tuseme Emmanuel. Emmanuel. Hebu wote tuseme Emmanuel. Emmanuel. Yaani Mungu anaenda katika zoezi linaloitwa incarnation. Anakuwa anashuka, sio tu kuwa amani, sasa anakuwa within, anakuwa katikati, anakuwa pamoja nasi. Hebu mwambie jirani yako, Mungu yuko pamoja na wewe. Hebu mwambie kwa Kizungu, God is with you. Hebu mwambie tena, God is with you. Mungu akahama kutoka kuwa I am whom I am, akasema haitoshi, nataka nisogee niwakaribie wanadamu. Sasa mimi Mungu ninataka kuwa God with you, yani Emmanuel. Ninamtangaza Mungu kwamba sio tu kwamba yuko katikati yetu. Asubuhi ya leo Mungu yuko pamoja na sisi. Nasema tena, yuko pamoja na sisi. Jamani, haleluya. Yani haleluya. Hebu nione watu ambao wanasema Emmanuel aendelee kuwa pamoja na sisi. Sikia, ametoka kuwa I am whom I am, akahama kuwa God with us. Anataka asogee, anataka atusaidie. Hapa kinachotengenezwa ni imani. Anaona akiwa katikati yetu, akiwa tu katikati yetu, kuna ambao hawahisi uwepo wake. Akatoka mbinguni, akaja duniani, akakaa pamoja nasi. Jamani, Mungu akawa pamoja nasi. Emmanuel. Uenda unataka kunielewa zaidi, ndipo msomaji naomba urudi usome Yohana 15 ambayo imesomwa, tuirudie kwa msisitizo ile mstari wa 4 na wa 5, alafu usome mstari wa 13. Kaeni ndani yangu, sawa, nami ndani yenu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, sawa, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Yaani ndani yangu. Wapendwa, ndani yangu. Haya, hebu soma fungu sasa la 13. 13 inasema, ndio, hakuna aliye na upendo mwingi. Hebu soma kwanza la 7. La 7. Samahani. Ndio. Ninyi mkikaa ndani yangu. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lolote. Sasa ombeni mnalotaka lolote, nanyi mtatendewa. Nanyi mtatendewa. Amen. Aya, hivi kuna watu hapa anasema nanyi mkikaa ndani yangu. Biblia pale msomaji, nanyi mkikaa ndani yangu. Sawa. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Alafu maneno yangu yakakaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lolote. Ombeni mnalotaka
lolote, nanyi mtatendewa. alafu Bwana atatenda. Amen. Yaani Bwana atatenda. Amina. Sikiliza, amekuwa amani, akawa within, sasa anakuwa in. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amen. Angalia, Mungu amekuwa amani. I am whom I am. Akaona haitoshi, akaja akawa with us, akawa katikati yetu, pamoja nasi. Alikuwa katikati yetu, akasogea akawa pamoja nasi. Sasa amekuwa Mungu ndani yetu. Amen. Kama mneno mshangilie Bwana, useme amen. Amen. Sikiliza nikwambie, Mungu amesogea karibu. Nasema tena, amesogea karibu. Amina. Anataka wale ambao wataelewa kwamba alikuwa amani, sasa amekuwa with, na tena amekuwa in us. Sasa nataka nikuulize, kama Mungu anahama anakuwa in us, yani Makenzi, Mungu yuko ndani yako, alafu maneno yake yanakaa ndani yako. Anasema mimi nikiwa ndani yako, alafu maneno yangu yakawa ndani yako, omba neno lolote, hilo nitalifanya. Amina. Ndani Bwana anasema hilo atalifanya. Amen. Waliokubali kuelewa asubuhi ya leo watajua jambo hili. Mungu amesogea karibu na sisi, amekuja karibu na sisi. Jenga imani ya kumwelewa Mungu. Asubuhi ya leo namaliza kwa kusema hivi: usipojua kwamba Mungu amekusogelea, utateseka. Utateseka. Mtoto wa Mungu utateseka. Asubuhi ya leo nakutangazia, Mungu amejitambulisha kwa sura 3, kwamba yuko katikati yetu, among us. Yani tunaye Mungu katikati yetu, lakini katika shida zetu tunaye Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. Lakini kama haitoshi, amekaa ndani yetu. Nasema tena, amekaa ndani yetu. Leo nimekuja kutufanya jambo moja dogo. Ninataka ujiombee, umwambie Mungu, ninaomba niwe na imani ya kujua wewe uko kati yetu, na tena uko pamoja nasi, na tena uko ndani yetu. Ungapi wanasema, Mungu, ninaomba nikuelewe kwamba uko ndani yetu, nijue kwamba uko ndani yetu. Shusha mkono wako, mwambie jirani yako, mkaribishe Mungu ndani yako. Mwambie tena, mkaribishe Mungu ndani yako. Ili nikuombee sasa. Msomaji, weka msumari huo ambao ni wa kipekee wa maombi sasa katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 20. Uko kwingine nilikotembea panamalizwa na fungu hili la Ufunuo 3 fungu la 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Nimesimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu, kama mtu atasikia sauti yangu na kufungua mlango, na atafungua mlango, nitaingia kwake. Nitaingia kwake. Hebu tuseme tena, nitaingia kwake. Nitaingia kwake. Hebu tuseme kwa sauti, nitaingia kwake. Kama mtu atafungua mlango, Baba anasema asubuhi ya leo anataka kuingia kwako. Hivi mmenielewa? Mungu anataka kuingia ndani yako. Akiingia, msomaji, nitaingia kwake, sawa, nami nitakula pamoja naye, na atapata muda wa kudai kula pamoja na wewe, na yeye pamoja nami, na yeye pamoja nami.
Hebu tulia. Asubuhi ya leo watu wameteseka, maana Mungu anataka kuingia ndani yao, ila wameendelea kumwacha aingie kwa watu wengine na sio kwao. Asubuhi ya leo mwambie Yesu, nataka uingie ndani ya moyo wangu. Amen. Ikiwa ndilo ombi lako, kwa nini usisimame sasa? Unaweza ukafikiri nimefundisha jambo ambalo ni dogo sana, ila nataka uelewe jambo hili kwa kipekee. Mungu anahama vituo ili kutuokoa. Nasema tena, ili kutuokoa, lakini ili kutusaidia. Ametoka kuwa Mungu among, amekuwa God within, na amekuwa God in us. Mwambie jirani yako, namwomba Mungu awe ndani yako. Hivyo ukimwongelesha si ndio anapata baraka zake? Mbona unanyamaza basi? Mwambie tena, namwomba Mungu awe ndani yako. Kuna watu ni wachoyo hadi kusema mambo mazuri hawataki. Mwambie tena jirani yako, namwomba Mungu awe ndani yako. Jamani, Bwana asifiwe. Unahitaji kupata concept ndogo, uifanyie kazi, uielewe kwa ajili ya wokovu wako. Ninaongea kitu ambacho sio cha kawaida. Mungu awe ndani yetu. Jamani, Mungu awe ndani yetu. Imani inayokuwa kutoka Mungu kuwa among us, alafu inakuwa na Mungu with us, alafu inapanda inakuwa na Mungu God in us. Hivi stage yako ya imani iko wapi? Unamwamini Mungu kama nani kwako? Is he I am whom I am? Na tena je, is he God with us? Na tena je, amekuwa kwako God in you? Swali ni hili, je, yuko ndani yako? Uliyeko mtandaoni, wote tulioko hapa asubuhi ya leo, shetani hawezi kumweza mtu ambaye amefungua mlango na Yesu akaingia ndani yake. Jamani, Yesu akaingia ndani yake, maana tumeambiwa akikaa ndani yetu na tena maneno yake akakaa ndani yetu, omba lolote hilo atalifanya. Jamani, haleluya. Hebu niona waliomaanisha kwamba kweli tunataka Mungu awe ndani yetu. Hebu nione hatua mbili tu. Ukitoka hapo hatua mbili, just 2 steps, unafanya imani kwamba sasa Yesu aingie ndani yako. Nasikia wito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyo safi taka ni utimilivu. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ngoja niwaambie, nafahamu kwamba huwa tunapaswa kumaliza saa 12:45, ila nilichagua tuwe tunamaliza mapema kabla ya hapo,
ili watu wakajiandae waingie kwenye majukumu yao. Naomba niwaambie jambo hili. Kwa nini unaomba na haujibiwi? Kwa nini unakuwa na imani ambayo ina yumba? Ni kwa sababu Mungu kwako yupo, ila kuwepo kwake yeye yupo tu katikati. Yaani unajua kwamba Mungu yupo. Yaani unajua kwamba Mungu yupo. Najua hapa naongea sasa, sitaki kuhubiri, nataka unielewe. Kujua Mungu yupo brother haitoshi. Yaani tukujua kwamba hii miti na vyote alivyoumba ni Mungu amefanya nini? Hiyo umeshajua kwamba Mungu yupo. Yaani umemrecognize kama I am. Naomba niongee kwa upole sana nikifundisha jambo hili. Lakini kitendo cha kuwa unaenda kanisani kinaweza kikakufikisha kwenye level ambayo Robinson ndio unasogea hivi. Kitendo cha kuwa muumini wa kanisa lolote unalotoka kwalo, na hata ukapewa nafasi huko kanisani, unaweza ukawa na Mungu ambaye ni God with you. Yupo tu pamoja na wewe, ila hujavuka level ya kumuita aingie ndani yako. Ninaomba mikutano hii nikuambie, ndio maana akaandika mwenyewe katika kitabu cha Yohana 15:7, mimi nikikaa ndani yenu na maneno yangu yakakaa ndani, yaani yakakaa ndani. Sikiliza tatizo lilipo. Watu wengi Mungu hajaweza kuingia ndani yao. Na baya zaidi, ndugu yangu Robinson, neno la Mungu halipo ndani yao. Na kwa hiyo wanabeba na upepo wa kila namna. Ninamwomba Bwana leo aingie ndani yako. Ninaongea kwa utulivu sana. Ninamwomba Bwana leo aingie ndani yako. Na anasema, tazama nabisha, ninagonga. Ninataka mtu mmoja anifungulie mlango katika mikutano hii, ili nikae ndani yake. Alafu nitakula pamoja naye, nitakaa pamoja naye, na yeye atakuwa pamoja nami. Mwambie Bwana, nataka imani yangu ipande. Ukristo umekuwa wa siku nyingi, ila nimekaa na mateso. Maana hata hivyo nimekuwa tu na Mungu, lakini ni Mungu aliye katikati yetu, ila akahama tu akawa pamoja nasi. Sasa nataka awe ndani yangu. Mwambie jirani yako tena, namwomba Mungu awe ndani yako. Mwambie tena, namwomba Mungu awe ndani yako. Hebu nione walionielewa. Mungu akiwa ndani yako, brother Robinson, njoo sasa. Hamu ya dhambi inakufa yenyewe. Yaani Mungu akiwa ndani yako, hata pombe ukiwa unaenda kunywa, kwa sababu yuko ndani yake, ndani yako wewe, ukiweka glasi ya pombe hivi unatapika, maana Mungu yuko ndani yako. Ukiwa na Mungu ndani yako, unapanga appointment kabisa ya kwenda kufanya ngono, ila ikifika saa, Mungu aliye ndani yako anakuambia nguvu za kwenda huko huna tena. Ninaomba Bwana awe ndani yako na maneno yake yawe ndani yako. Mwombe mume wako leo imani yake ihame, ili Mungu awe ndani yake. Watoto wako kitakachowasaidia, wanaenda huko Nairobi, Mombasa, Migori, wapi kusoma, mwambie Mungu, watoto wangu popote walipo, ninaomba uende ukakae ndani yao. Ninaomba uende ukakae ndani yao. Jamani, Mungu ndani yetu. Haleluya. Hebu nione ambao anasema, moyo wangu na ufungua, nataka Bwana aingie ndani yangu, aingie ndani yangu, na maneno yake yakae ndani yangu.
nimewaambia kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa imani. Natamani mwende, na Bwana awabariki sana. Nasema Bwana awabariki sana. Fungua moyo, neno lake na yeye mwenyewe awe ndani yako. Ninaomba tuombee Robinson. Tuombee kwa kumaanisha, unavyoona watu wa Mungu wanateseka, wao wanafikiri mchungaji ndiye ambaye anatakiwa kuwa na Mungu ndani yake. Kumbe ni kila mtu anatakiwa kuwa na Mungu ndani yake. Jamani, ndani yake. Wachawi wakija wanamkuta Mungu ndani. Jamani, ndani yako, na hakuna mateso. Hakuna mateso. Nitawaambia kesho mambo makubwa, msikose tena. Njoni na watu wengine asubuhi ya kesho. Ndio jioni tutasema siri kubwa hapa, lakini kesho zaidi mwendelezo wake. Bwana awabariki. Nasema tena, Bwana awabariki. Fungua moyo, fungua moyo, fungua moyo. Yesu aingie ndani yako. Tunaomba. Mungu na Baba yetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo limetujia tena asubuhi hii ya kipekee. Licha ya interferences ambazo zilikuwepo katikati ya hubiri, kwa neema na uweza wako wa ajabu umemruhusu mtumishi wako kufika tamati kwa namna ya ajabu tena sana. Na mioyo yetu asubuhi hii imekusikiliza wewe kwa neno lako, wewe ambao unasema mimi niko, lakini wewe ambao unasema ya kwamba Uimanueli, Mungu pamoja nasi. Lakini la muhimu zaidi, hatima na kikomo na kilele cha somo hiki kimetufikisha kutukumbusha unapaswa kuwa Mungu aliye ndani yetu. Na kwa hiyo asubuhi Bwana tunakusihi, tawala ndani yetu, Yesu mfalme. Uwe kwetu mwongozi katika mioyo yetu. Mioyo yetu ibaki kutumikia na kukusujudia, na utukufu usalie kuwa wako Bwana wetu. Wote ambao wamejihudhurisha hapa asubuhi hii ya kipekee, kutokea kwa mchungaji aliyelipeana neno na sisi sote ambao tulilisikia, tunaondoka tukiwa na hamu, tukikusihi Bwana ya kwamba ukae ndani yetu, ya kwamba ukae ndani yetu Bwana. Neno lako likaweze kukolezwa ndani yetu, ili kwamba kila tutakalo liomba tulipate. Ahadi neno lako ni kwamba ukikaa ndani yetu na maneno yako yakikaa ndani yetu, kila tutakalo liomba Bwana likaweze kupatikana. Na kwa sababu tunaondoka na wazo hili likiwa linatuongoza Bwana, kwa uwepo wako ndani yetu, yule mama aliye na mume ambaye pombe imempoteza Bwana, huo uwepo ukakate tamaa ya pombe. Kwa uwepo wako ndani yetu Yesu Kristo, yule mama wenye watoto ambao wamekuwa wakorofi, watundu, hawashikiki Bwana, leo kwa uwepo wako ndani yao Yesu ukawarejeshe tena kwa mara nyingine. Kwa uwepo wako ndani ya mioyo yetu, ile familia ambayo imekuwa na migogoro, wamekuwa wakivutana kila mara Bwana, tena leo Bwana ukarejeshe amani tulivu katika nyumba hiyo. Kwa uwepo wako ndani yetu Yesu Kristo, dhoruba za maisha ambazo zimekuwa zikimwangaisha yule kijana, uchumba hausongi, maisha yake yamekuwa stagnant Bwana, kwa sababu ya uwepo wako ndani yake Bwana, leo na yakaanza kusonga. Ibada ya siku ya leo ikuwe ni breakthrough kwa watoto wako, manake tunaondoka na uwepo wako ndani yetu. Huenda hata maisha yetu ya Ukristo yamekuwa ni yale ya mazoea tu, Wakristo walio na jina pasipokuwa na uwepo wako ndani yetu. Lakini leo kwa sababu mioyo yetu imeguswa Bwana, tunatamani ya kwamba ukaishi ndani yetu. Ukristo wetu uwe ni ule Ukristo kweli kweli ambao unaongozwa kwa uwepo wako ndani yetu Yesu Kristo. Huo uwepo ukatembea na sisi katika shughuli za leo. Huo uwepo ukatangulie katika biashara za leo. Huo uwepo Yesu Kristo ukawa ni tumaini la maisha yetu tena kwa mara
nyingine Bwana, ili kajulikane ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu, si tu asemaye kwamba yuko, si tu aliye Emmanuel kati yetu, lakini pia ni Mungu anayeishi na kutawala ndani ya mioyo yetu. Asante kwa sababu ya somo hili la kipekee. Asante kwa sababu ya kauli hili la nguvu Bwana, na tutokapo sasa Bwana utubariki, utupatie kufurahi na utukusanyishe tena kwa sababu ya somo lingine. Mtumishi wako mchungaji Fadhili, ninakusihi Bwana ukamjaze kwa neno lako tena, asimamapo jioni na kesho asubuhi tena kwa somo lingine Bwana. Nguvu ya ajabu ikatawale Bwana, na tena tukaguswe mioyo yetu kwa neno lako. Tuondoke na ujasiri ya kwamba palipo Yesu mazuri yatendeka. Palipo Yesu yote yawezekana. Palipo Yesu milima inashushwa. Palipo Yesu uchawi unashughulikiwa. Palipo Yesu ushindi ni hakika. Tunaondoka na ujasiri huo sasa Bwana. Neema yako itutawale. Ndivyo tuombavyo kwa imani, na kila mmoja aseme amina. Bwana awabariki. Hebu simama pale ulipo. Pata mtu mshike mkono. Shake somebody's hand. Wazee nao ni wagumu sana. Yaani anakuangalia na nimesema ushike mtu mkono. Haya, mwambie jirani yako, Mungu awe ndani yako. Mwambie maneno haya nataka kuambia. Mwambie hivi, Mungu akikaa ndani yako, maneno yake akikaa ndani yako, omba lolote atalifanya. Mwambie tena, namwomba Mungu awe ndani yako. Hebu nione wale ambao wamemkaribisha tayari ndani ya mioyo yao. Hakikisha hajaondoka, utafurahi. Kama ulikuja na ugonjwa leo, Bwana ameingia ndani yako, ugonjwa umeondoka. Nenda kwenye biashara, Mungu akiwa ndani yako. Nenda kwenye mashamba na mifugo, Mungu akiwa ndani yako. Tembea, Mungu akiwa ndani yako. Na kama kuna kapepo katapishana na wewe njiani, ukiwa na Yesu ndani yako kanakimbia. Maana Yesu akiwa ndani yetu, yote yanawezekana. Hebu msikia amina kubwa. Tuseme amina tena. Mungu awe ndani yenu. Kuna dakika 12 zilibaki, sitazimalizia. Tembea ufike nyumbani. Karibuni tena jioni. Bwana awabariki. Enda pamoja na Bwana. Halo. Abasaya mwezi mutigale maega.